Akaamua ingie bedroom, akaanza kupanga kitanda chake, akasongesha cha mtoto, akaangalia, akapanguza, akakunja vizuri zile duvet, akanakunja akiweka pale kando. Akaamua kwenye wardrobe ni ya milango mitatu. Wardrobe moja wamepanga nguo za watoto za mtoto wake. Pale juu wameweka zile duvet zingine ambazo hawajaitumia, zingali kwa makaratasi, wameziweka kule juu. Na huu mlango mwingine ni manguo zao. So akatengeneza, akaingia kwa nguo zao, akapanga, akamaliza, akaingia kwa wardrobe ya mtoto, akapanga nguo za mtoto vizuri, akizisongesha kidogo, akaamua acha vurute ile mfuko ambao uko na zile duvet pale, angalau autoa, anaweza ubadilisha auweke chini. Wakati alivuta ule mfuko wa duvet, kabla mfuko wa duvet uweze kufika chini, alishtuka na kurudi kukaa kando. Alipovuta ule mfuko wa duvet, ulitoka ndani mapanya wengi, wakaanguka pale chini. Watoto wa panya wanalia, wanalia wengi sana, wakaanguka pale chini, wameanza kutafuta mahali pa kutorokea. Kando yake mama ya wale mapanya, panya mkubwa ambaye yule mwenye walipata kule mitaa ya mabanda, hapa pia ule panya hana manyoya kwenye mwili wake wa chini, lakini kwenye mgongo ako na manyoya ambayo yamesimama na amekulwa na viroboto tena sana. Kumbe hawa panya waliingia kwa ile duvet upande wa nyuma, wakaingia wakakula pale ndani, akajenga kitu kama kiota pale ndani. So hii ni duvet, ukiangalia ukiwa upande huu, ukiangalia ile duvet iko sawa. Kumbe upande wa nyuma ile duvet ilikuwa imeliwa na wale panya.